William Ruto amesema namna hii, ati yeye akiwa rais atadeal na watu kama kina Kinoti. Mimi nataka nimuulize William Ruto, nani alikwambia wewe utakuwa rais? Nani alikwambia wewe utakuwa rais? Atakuwa rais wapi? Tumekubaliana paka hapo. Nataka niwaambie watu ya Meru, William Ruto amekuja hapa mara mingi sana, na mimi najua ile fitina yake analeta hapa, lakini nataka niwaulize kiukweli kabisa, huyu William Ruto si amekuwa naibu wa rais kuanzia 2013, si ndio? 2013 ni miaka mingapi? Bodaboda ilikuwa hakuna bodaboda, ilikuwa hakuna bodaboda. Miaka 10 iliyopita ilikuwa hakuna mama mboga, ilikuwa hakuna mama mboga. Kulikuwa hakuna vijana wanataka biashara, wako hakuna vijana wanataka biashara. Nataka niwaulize, kama ameshindwa kufanya kuanzia 2013 to 2022, ataweza kufanya 2022 kwenda mbele kweli? Ataweza? Si kama hata ungefanya hata hiyo wheelbarrow kama ungetaka afadhali ulete 2013, sivyo? You cannot wait from 2013 to 2022 alafu ulete wheelbarrow. Inaweza William Ruto. Nataka niseme ukweli. Niseme ukweli. Raila Odinga na William Ruto ni kama usiku na mchana. Mimi nasimama hapa nasema leo, kila mtu ako na sifa yake. Kama sifa ni yako, ni yako. Kama sifa ni yako, na wauliza wana Meru, William Ruto ako na sifa ya mauaji ya maana, ya kuiba mahindi anayo ya maana, ya fertilizer anayo ya maana, ya maji anayo ya maana, ya damu anayo ya maana, ya pesa anayo ya maana. Siku hizi nasikia ako na mpya kuiba bibi za watu pia ako nayo. Lakini nataka niwaulize watu ya Meru, nikimalizia nataka niulize watu wa Meru, mumewahi kusikia Raila ameiba shamba ya mtu? Mumewahi kusikia Raila ameiba mahindi? Mumewahi kusikia Raila ameiba fertilizer? Mumewahi kusikia Raila ameiba pesa ya damu? Mnaweza kumlinganisha na Ruto? Mnaweza? Tunataka tuone Kenya ambayo inapatia watu uwezo wa kufanya biashara. You create an enabling environment for people to grow. You know, people to do business, people to be employed. Don't imagine that you can ride by saying mambo ya umaskini. Ati sasa mimi ni maskini, tataka tuungane na maskini wenzetu. Mungu asiwajalie wale wapate maskini, lakini umaskini ni kitu kibaya. Sasa wao wanatumia hisia kali ama emotions of the people. You know, they're escalating emotions. That nyinyi maskini wenzetu kiasi gani wakati wao kitembea unatembea na helikopta 5? Maskini wenzetu vipi? You tell me. Kama kuna maskini amepromisiwa prime minister huko, yuko? Ni wao tu wamejipanga. Ni wao wamejipanga. And you think this country will be run by wheelbarrows, my friend? Kenya will not be run by wheelbarrows. Kenya will be run by equality, equity, government that is responsive to the demands of the people, the needs of the people, government that is pro-people, supports people, and ensure people do grow. You cannot tell me, by all qualifications, that the Deputy President of the Republic of Kenya is a poor man. You can't. You cannot. Better come forward and say these are the policies, but don't tell me, mimi maskini mwenzako kivipi? So nyinyi mutathmini, msiachukulie mepesi, my friend. You can be easily swayed emotionally, wabebwa na hisia kali. Lakini facts of the matters may be different. So tathmini wewe mwenyewe, mimi sina haja kukuambia, my friend. Do you know what it means to have a peaceful, secure country that enjoys tranquility? Because only with peace, security, tranquility, all of us can prosper. And it is so wrong for a leader to play with the emotions of the people because you want to be elected. So I'm telling you,
Tafadhalini, mkiambiwa majambo tathmini, go deeper. Nataka kusema siasa imeenda vile imeenda, na nataka munisikie. Siasa imeenda vile. Juzi nilivyokuwa nyumbani kwangu, iko mjumbe mmoja ya UDA alinitumia mimi message, akanitumia mimi ka video cha campaign, yale alikuwa anasema katika campaign, na akanambia, sasa unasemaje? Nataka nimwambie kuwa katika upinzani sio kifo, my friend. Being in opposition is not death sentence. Na nikamwambia huyo mjumbe, tafuta fala wa kutisha, lakini sio mimi, my friend. Tumeelewana? Tumeelewana? Na nikamwambia wewe kwanza ni mjumbe, mtu mdogo sana. Hiyo kazi nilifanya miaka 10 iliyopita. Huwezi ongea kitu mbele yangu. Tumeelewana? Na nawaambia wajumbe wa UDA wasitufikirie sisi wewe usicheze na sisi. Yaani vijidude vidogo vidogo vina mdomo wa kuongea kuliko hata bosi yao. Wao kiangalia mimi ni mtu wa kutishwa na mjumbe mimi. Ati mimi Hassan Ali Joho nitishwe na mjumbe wa UDA? Kwenda zako wewe mjumbe. Mimi niko Kenya. Kenya ni nchi yangu. Si hami. Niko hapa hapa. Tutapiga siasa hapa hapa Kenya, na watajua hawajui. Watajua hawajui. Ubaya watu hawatujui sisi. Kuna watu wa kutisha na kuna watu huwezi kuwatisha, my friend. Tumeelewana paka hapo? So nataka niwaambie sisi hapa tuko imara. Tuko nini? Imara. Na nyinyi wananchi naomba muwe nini? Imara. Serikali ikiingia ina majukumu, sivyo? Lazima tuiangalie na tuikosoe pale ambaye wanakosea. Wakifanya vizuri tunawaambia hapo mmefanya vizuri. Wakifanya vibaya tunawaambia mmefanya nini? Vibaya. Ndio leo mimi nasema hapa nina furaha kwa sababu bandari imerudi. Tumeelezwa hivyo, lakini tunataka tuione ikifanya nini? Kazi. Jana nimeuliza watu wa bandari kama wameanza ile amri walipewa na rais juzi. Wakasema ati wanangoja formal communication. Mimi nawaambia tunawaangalia namna hii. Tulisema bandari irudi na imetangazwa huko Nairobi irudi, kwa hivyo irudi. Watu wetu wafanye kazi, sivyo? Tumekubaliana.